Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisiowezekana kwenu. Halitakuwako neno, halitakuwako jambo, halitakuwako tatizo, halitakuwako changamoto, halitakuwako jambo ambalo linashindikana mbele zako. Bwana asifiwe, haleluya. Utaweza kutamka mambo yakatokea kama jinsi Mungu alivyotamka, na iwe nuru ikawa nuru. Haleluya. Biblia inasema akaona nuru ya kuwa ni njema. Amen. Kuna wewe utaanza kutamka mambo yanatokea kwenye masomo yako, utaanza kutamka mambo yanatokea kwenye biashara yako, utaanza kutamka mambo yanatokea kwenye mashamba yako, kwenye kilimo unatamka mambo yanatokea, kwenye watoto wako unatamka mambo yanatokea, kwenye mifugo yako unatamka mambo yanatokea. Maana nasema halitakuwapo jambo la kushindikana kwenu. Haleluya. Wala halitakuwako neno lisiowezekana kwako. Amen. Unakuwa unajiambia, unajitamkia kwamba hakuna neno lolote, hakuna jambo lolote ambalo ndio litanishinda. Haijalishi miaka moja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, miaka 10, miaka 20, wewe endelea kumwamini Mungu tu, atatimiza. Mungu hawezi akasema uongo. Mstari wa 19 Luka 20 inasema, hata walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata. Yesu alikuwa anamfuata watu. Wengine wanataka mikate, wengine wanataka kuponywa, wengine wanataka muone kama akina Zakayo, si ndio? Wengine wanajiuliza huyu ni mtu wa namna gani, wengine wanajiuliza huyu mtu wa jinsi gani, huyu mtu anatoka wapi. Kwa kila mmoja alikuwa anamfuata Yesu kwa sababu zake. Wengine wakumfuata Yesu kama ni Bwana wao, ila kuna wengine walimfuata kama Yesu kwamba wanamwamini, si ndio? Ila wengine walimfuata kwamba waone, tuone kama ataweza kumponya na yule, tuone kama ataweza kulitenda na lile, tusikilize mafundisho yake, tutafute sababu. Wengine walimfuata kwa njia kama hizo. Kwa hiyo sio kila mmoja aliyemfuata Yesu ana sababu ya kutendewa jambo na Yesu. Sio kila mmoja aliyekuja kanisani ana uhitaji wa kukutana na Mungu. Sio kila mmoja aliyekuja kwenye maombi haya anahitaji ajibiwe. Mwingine amekuja tu kujaribu. Sasa sio miongoni mwa watu ambao wamekuja kujaribu. Bwana asifiwe. Huo ni mtu mwenye uhakika. Sasa hata walipokuwa wakitokea Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata. Atazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Ndio hao watu walikuwa wameketi kando ya njia. Njia ni hapa. Sasa walikuwa labda kwenye kampuni fulani. Ndio hata Yesu akaanza kupita kama kule, kama hapo barabarani, wakaanza kusema, Yesu mwana wa Daudi uturehemu, Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Sasa watu walikuwa na imani. Wewe fikiria, walikuwa waoni, lakini waliposikia, pengine walisikia mkutano mkubwa, wakasema ndani ya mazingira ya Yeriko hapa hakuna mtu ambaye anaweza kaa na watu wengi wakampata namna hii. Huyu mtu atakuwa ni Yesu. Kwa walikaa katika njia ile wakijua kwamba saa yoyote, muda wowote Yesu atapita hapa. Pengine Yesu alikuwa na kawaida ya kuja katika njia ile alipokuwa anaenda Yeriko, kutoka Yeriko, si ndio? Kwa wakambizia pale, wakasema sisi tunakaa hapa. Na wewe imani inatakiwa uwe na sehemu ya kukaa, uwe na sehemu ya kutulia. Sio unatangatanga kama popo kulia kushoto, hapana. Katika maisha yako unatakiwa uwe na sehemu utulie. Imani inataka utulivu. Bwana asifiwe. Ili Mungu akutendee kitu, anataka akukute kwenye uelekeo fulani, kwenye position fulani. Bwana asifiwe. Sio kwamba kila eneo Mungu atakukuta. Hapana, Mungu ni Mungu wa eneo. Kwa maana hata baada ya kumuumba Adamu na Hawa aliwaweka ndani ya bustani. Ni Mungu wa uelekeo, ni Mungu wa utaratibu, akaweka ndani ya bustani. Biblia inasema wakati wa jua kufunga, Mungu alikuwa akishuka, anaanza kuzungumza na akina Adamu na Hawa. Sasa kwa nini Mungu akuwaweka katika dunia? Akasema nyie tembea pote. Maana yake dunia mimi nimewapa kutawala, nimewapa kumiliki, Mungu akawaweka katikati ya bustani. Maana yake alikuwa anataka kwamba saa anapokuja amkute Adamu na Hawa pale, azungumze naye. Kwa na wewe Mungu kuna wakati anakutafuta kwenye position yako, hakuoni. Hawa watu wawili walikaa kwenye uelekeo wao, wakasema ni lazima leo tumuone Yesu. Tunaona na mwenyewe Zakayo akapanda juu ya mti, akasema Yesu ananikuta katika position hii. Zakayo akatulia. Kwani Zakayo kama angeanza kurandaranda mitaani pote huko, angekutana na Yesu? Angemtoa wapi? Hamna. Alikaa kwa utulivu, akanyenyekea, akasema Yesu anapokuja ni lazima atanikuta juu ya mti huu. Bwana asifiwe. Alikuwa anaamini ndani ya moyo wake, akakaa katika njia. Bwana asifiwe.
Mwambie mwenzako, na wewe kaa karibu na njia, au kaa katika njia. Kaa karibu na njia, kaa kwenye njia, Mungu akukute. Ndio maana Adamu na Hawa walipomkosea Mungu, wakatoka katika njia, wakatoka katika position, wakawa ni watu wa kujificha. Bwana asifiwe. Wakawa ni watu waoga, wakashindwa kujiamini. Amen. Kwa Mungu anapokuja akukute kwenye eneo ambalo alikuweka. Muamini Mungu katika jambo fulani, kwamba Mungu atapiga huo garagaza, mimi ni hapa. Bwana asifiwe. Mtu ambaye umeokoka inabidi uwe na kitu cha kuamini. Usikae tu hivi tu, yani random, wewe uko hivi. Uwe na kitu cha kuamini kwamba mwaka 2026 ninaamini Mungu atanifanyia hivi, ninaamini Mungu atanitendea hivi, ninaamini hapa nitapona, ninaamini hapa nitavuka, ninaamini hapa nitashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Ninaamini hapa nitamuona Mungu, maana Biblia inasema na wapenda wale wanipendao na wale wanitafuta kwa bidii watafanyaje? Wataniona. Ninaamini kwa position hii Mungu ataniona. Wapi sasa Mungu anataka akukute? Bwana asifiwe. Mstari wa 31, mkutano wakawakaripia wanyamaze. Nyamaza, hata kumpigia kelele Bwana wetu. Ni vipofu amuoni. Sasa nyinyi hamna faida, si ndio? Najua mtu mlemavu jamani anadharaulika. Kama tulipokuwa shule kwa na ukaona kanasema, walemavu ni wenzetu msiwadharau, na wao pia ni watu msiwadharau. Walemavu ni wenzetu msiwadharau, na wao pia ni watu msiwadharau. Mimi nakumbuka kabeti yako tu primary ilikuwa nikiimba, si ndio? Kumbe hao vipofu walikuwa wanadharaulika, walikuwa hawana sauti. Pengine wewe kwenye jamii yako huna sauti, si ndio? Pengine wewe kwenye eneo lako hauna sauti, si ndio? Lakini unaweza ukapata sauti yako kwa Bwana Yesu, kama jinsi hao vipofu wawili ambao walipata sauti wakasema, Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Na wewe jioni njema leo unaweza ukapata sauti yako ukamwambia Bwana Yesu matatizo yako. Pengine ungemwambia ndugu yako, ungemwambia rafiki yako, ungemwambia jamaa, ungemwambia shangazi, ungemwambia mjomba, ungemwambia baba wala mama, pengine asingeweza kukusaidia. Lakini ukimwambia Bwana Yesu, yeye atakusikia na atakusaidia. Haleluya. Usiangalie ugumu, usiangalie changamoto. Ukimwangalia Bwana Yesu, yeye anakusaidia na yeye anakusikia. Bwana asifiwe. Hao vipofu pengine tangu wanazaliwa ndani ya jamii walikuwa wanawaona, kwa walikuwa ni watu wa kudharauliwa tu. Hata walipojaribu kumuita Yesu, ni hamfai kabisa, mwezi mkamuita Yesu. Kuna watu kwenye maisha yako wanainuka, wanakuzuilia, wanasema huyo hawezi akapata jambo fulani, kwa hiyo huyo hawezi akafanya hivi. Kwa hiyo mpaka hata kumuita Yesu hao vipofu ilionekana kwamba ni kosa. Watu wakavamia. Mstari wa 31, mkutano wakawakaripia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana mwana wa Daudi. Amen. Wao walizidi, hawakuangalia shida iliyoko mbele yao, hawakuangalia jamii nao wapinga, hawakuangalia kundi la watu nao wapinga. Haleluya. Kwa wewe usikubali kunyamazishwa na watu, usikubali kunyamazishwa na mambo, usikubali kurudishwa nyuma na mambo. Bwana asifiwe. Uyatiishe mambo. Bwana asifiwe. Yaani usikubali kunyamaza. Watu waliposikia nyamaza nie, akasema wakazidi sasa, ndio wakaanza sauti, Yesu mwana wa Daudi uturehemu, Yesu tuangalie, tuko hapa. Pengine wakaanza kunyosha na mikono, angalia tuko huku Yesu, Bwana utusamee leo. Leo ni siku yetu. Leo unaweza ukasema leo ni siku yangu, leo ni siku ya kujibiwa kwangu, leo ni siku ya kufanyika mambo mapya katika maisha yangu, leo ni siku ya kupona, leo ni siku ya kushinda. Bwana asifiwe. Haleluya. Hawa watu waling'ang'ana. Imani inataka matendo. Waliamini kwamba Yesu anaweza akaponya, waliamini kwamba Yesu atapita hapa na leo hii atatuponya, si ndio? Hata vilipoinuka vitu vya kuwazuia, sauti za kuwazuia, sauti za kuwanyamazisha, si ndio? Hawakukubali, walizidi kuamini, kama yule mwanamke Marko sura 5 mstari wa 25. Haleluya. Yule mwanamke aliadhimia moyoni mwake, akasema mimi nilikuwa inatoka damu. Kwa kawaida za kibinadamu hapa, kwa sheria ambazo zipo hizi za Musa, siwezi mimi nikapona. Hata nikienda kwa watu kule atanipiga mawe nitakufa. Lakini akasema okay, mimi nachoamini Yesu ananiponya. Haijalishi leo nitapigwa mawe, haijalishi nitatengwa, lakini akasema nitajipenyeza. Amen. Hakusema nitajionyesha. Uwe na akili. Wakati mwingine imani inataka akili. Yule mwanamke alikuwa anamwamini Yesu kwamba atamponya. Lakini Biblia inasema akasema nitajipenyeza na niliguse pindo la nani? La Yesu. Hakusema nitajionyesha. Kumbe kuna mambo mengine ambayo unaweza ukajionyesha ukiwalilia watu kwamba nisaidieni jamani, mimi na shida 1 2 3 4 5. Hao watu wakashindwa kusaidia, wakawa ni watu wa kupiga mawe, wakawa ni watu wa kusema, wakawa ni watu wa kupona. Hao watu kama huyu mwanamke
aliyekuwa anatoka damu. Kama angeenda akasema, mimi jamani, angalia hapa nilipo, kila kitu nimetumia, nimeisha, nisaidieni nipeleke kwa Yesu, wasingempeleka kwa Yesu, wangemtenga kwa kuwa alikuwa ni najisi, alikuwa hafai kukusanyika katika kati ya watu. Bwana asifiwe. Lakini akasema, mimi nitalipenyeza, kwa lugha nyingine nitajificha picha mpaka nikuse pindo la vazi ya Yesu. Hata alipomgusa Yesu namna hii, bado alikuwa anajificha ili asionekane na watu. Amen. Kuna mambo mengine unatakiwa muombe Mungu kisiri akutendee jambo, sio mpaka aanze kuambia mimi sasa unajua ninapambana na roho ya ulevi katika familia yangu. Haitatoka ngo. Alijipenyeza, akaenda kwa kujificha mpaka Yesu ashamgusa, bado anajificha. Yesu akaanza akagundua, nguvu zikamtoka ndani ya mwili wake, akajua kuna mtu amenigusa. Wanafunzi akaanza kusema, hapa wapo makusanyiko watu wengi, wapo watu wengi. Sasa unaweza ukatambia ile kugusa ni nani? Akasema hamna, kuna mtu amenigusa kwa kudhamiria. Bwana asifiwe. Yule mwanamke alipoanza kusikia habari zile, akaanza kutetemeka, akasema, mimi Bwana unisamehe, mimi sikujua. Kenya aliongea maneno mengi, mimi sikujua. Yesu akamwambia, mama, uwe na amani, imani yako imekuponya. Haleluya. Imani yako imefanyaje? Kumbe Mungu anataka uwe na imani. Na Yesu mwenyewe kuwaponya watu alikuwa anawalazimisha wawe na imani. Anamuuliza mtu, je, wataka kupona? Kwani Yesu alikuwa ni kama ni mgonjwa? Anamuuliza, je, wataka kupona? Si ndio? Leo wewe unaweza kuuliza, kuna jambo unataka Yesu akutendee, naanza kusema mimi sina wa kunisaidia, wajomba na ndugu wote walinikataa, shangazi nilipomwambia akasema wewe hufai, sijui nini, ningekuwa na vyakula mashamba walininyang'anya. Hiyo sio hoja. Leo unataka kusaidiwa, ndio Bwana anataka kusaidiwa. Haleluya. Ndio Bwana anataka kupona, ndio Bwana anataka kuwa tajiri, ndio Bwana anataka kuwa mtu mwenye heshima, ndio Bwana anataka kuwa mtumishi wako. Haleluya. Sio naanza kuweka sababu, sina wachungaji wa kunifundisha, sina watu wa kunielekeza, nianza kujua kuomba, sasa nitakuwaje mtumishi wako? Sina watu kama hiyo. Imani sio hivyo. Haleluya. Mtu anakuuliza, "Je, unataka kuwa kwanza shuleni?" Mimi siwezi kuwa kwanza. Wewe wapo wenye vichwa, si ndio? Sasa imani sio hivyo. Mtu akikuuliza, "Unataka kuwa kwanza?" Ndio, nataka kuwa kwanza. Amen. Sio naanza, unajua wewe, nipite na yule. Haiwezekani. Yaani haiwezekani kabisa, hata kama nimeokoka. Hapana, sio imani hiyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona hao wakofu wawili walipopata sauti zao, tunamalizia hapa, tunaenda kuomba. Yesu akasimama. Ukizidi kuwa na imani, kuna wakati utasimamisha hata na ratiba ya kimungu juu yako. Amen. Kuna vitu utavisimamisha. Haleluya. Na Yoshua alikuwa na imani mpaka anasimamisha jua na mwezi. Haleluya. Hakuna mwanadamu yoyote, hata wanasayansi washia kufanya hivyo. Walikuwa na imani, wanamwamini Mungu. Haleluya. Anasimamisha jua na nini? Na mwezi. Yaani jua linaganda pale pale, mwezi huko. Bwana asifiwe. Kwa na wewe ukiwa na imani, Yesu anaacha kazi zake nyingine zote. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa katika safari, anaelekea sehemu fulani, lakini ikabidi Yesu asimame. Kwa watu walikuwa na imani mpaka Yesu yeye pamoja na kuzuia, Yesu akabidi kusimama. Si ndio? Akuishia kusimama akawaita. Haleluya. Ukiwa na imani, kuna mambo yatatokea katika ufalme wa Mungu. Yesu akasimama, akajua watu wananihitaji, watu wanataka niwatendee jambo. Sasa kama wangenyamazishwa, akaambiwa sila, wakati hapo basi tu, haikuwa bahati yetu leo, asa tusubirie siku nyingine. Tena walikuwa wawili. Unajua watu wawili wanajua kushariana vizuri kabisa kweli. Au tumzungukie sehemu nyingine, tutamkuta kule. Tusubiri siku nyingine akiwa anaenda Yeriko, Bwana tutambahatisha tu. Kwani Yesu ameshakufa, si bado yupo tu? Mungu tu yupo. Mungu hata kama hajanijibu leo atanijibu kesho, hata na mwaka ujao si yupo tu. Mungu atafanya tu muda wowote tu. Na msingi tu ni kuzidi kumwamini Mungu, ni kuzidi tuzidi kujitia nguvu katika Bwana. Unajua hamna, kuna mambo yanataka maamuzi, sio kujitia nguvu katika Bwana. Uwe na maamuzi, ng'ang'anie mpaka Yesu ashuke aseme, kuna mwamba mmoja hapa ananitafuta, kuna mwamba mmoja hapa ananiita, kuna mtoto wangu ananipenda, kuna mtoto wangu amekaza kunitafuta. Haleluya. Kuna mtoto wangu amekaza kuniita. Ngoja nikishe kila kitu nimtendee. Haleluya. Sasa jioni njema leo uombe maombi ya namna hiyo. Haleluya. Umuite Yesu kwa imani. Yeye anatenda, najua juu ya hitaji lako lilo nalo, juu ya jambo lako lilo nalo. Yesu anaenda kutenda jioni ya leo. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Yesu akasimama akawaita akasema, mnataka niwafanyie nini? Unaona, hawa watu walikuwa ni vipofu. Sio kwamba Yesu alikuwa aone kama ni vipofu, si ndio? Ila Yesu anaanza kuwapa swali.
Yaani Yesu alipokuwa anakuja kumponya mtu, kumsaidia mtu, ni lazima kuna swali alikuwa analitanguliza, kuna jambo alikuwa analitanguliza. Ni kweli mnaniita Yesu mwana wa Daudi, turehemu. Yesu angalia, wewe unaweza kwenda kwenye maombi, Baba angalia, Baba angalia, nione, niguse, Bwana nione, angalia, Baba wenzima nione mimi. Sasa Mungu anajiuliza, hakuone kwa kitu gani? Yesu akutendee jambo gani? Unabaki nione, niangalie, nikumbuke. Mungu hajawahi kukusahau. Haleluya! Hakuna anayeweza akamzaa mtoto akamsahau mtoto wake. Amen. Sasa unabaki nikumbuke, ng'ombe mawili machozi, angalia Bwana, angalia. Sasa angalie nini? Bwana asifiwe. Yesu akasimama akawaita akisema, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, tunataka macho yetu yafumbuliwe. Hawa watu pamoja ni kwamba walikuwa waone, lakini akili zao zilikuwa smart. Mwambie mwenzako akili zao zilikuwa smart. Mwambie mwenzako akili zako zinatakiwa ziwe smart. Mgeukie huyu mwambie akili zako zinatakiwa ziwe smart. Si ndio? Hawa watu ni kweli walikuwa waone, hilo walikuwa na zidi na watu ambao wanaona. Hawa watu wakaanza kupiga propaganda. Unajua sisi tumekaa hapa tangu asubuhi, jua limetupiga, tangu tunazaliwa tujawahi kuona. Sasa Yesu tunataka leo, tumeshaenda kwa waganga wa kienyeji, imeshindikana. Hapana, hawa watu walinyoka, si ndio? Wakamwambia, Bwana, tunataka macho yetu yafumbuliwe. Walikuwa na hitaji tu moja. Unapomuita Mungu, unapomulilia Mungu, unapomwomba Mungu, Mungu unataka kufanyia nini? Mungu unataka kutendee nini? Haunamuita kwa kupiga kelele tu, si ndio? Kwamba watu wajue kama unajua kuomba. No. Hawa watu walikuwa na sababu ya kumuita Yesu. Shida yao walikuwa wanataka kufumbuliwa nini? Macho. Yesu alipowauliza, "Mnataka niwafanyie nini nyie?" Pamoja na kuita kwa juhudi kubwa namna hii, wakasema macho yetu yana shida, tunataka tuone. Hawakuwa kama yule kiwete. Mimi sina mtu wa kuniweka kwenye birika maji yanapotibuliwa. Sasa mimi wengine wanainuka nyuma yangu, mimi watu sina wa kunisaidia. Yesu anamuuliza, unataka kupona? Unataka kuwa mzima? Anaanza kueleza mambo ya birika. Akili zake zilikuwa smart. Bwana asifiwe. Hawa watu walikuwa hawaoni, lakini walibatisha mpaka na ile njia walikuwa smart. Amen. Haleluya. Walikuwa smart kwenye akili zao. Mstari wa 34 tunamaliza. Yesu akawahurumia. Haleluya. Unaweza ukamwita Mungu mpaka akakuhurumia na yeye. Sema, mwanangu kweli ameniamini, mwanangu kweli amenipenda, mwanangu kweli amekaza kunitafuta. Yesu akahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Haleluya. Hao watu walikuwa simati bana, wakapata kuona. Biblia inasema wakapata kuona wakaondoka, wakapata kuona wakatawanyika. Wale wakoma 10 walipata kupona wakaenda. Biblia inasema nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walirudi wangapi? Moja, wawili? Moja tu kati ya 10, si ndio? Wengine wakajiendea, lakini hao wawili wakamfuata Yesu, manake wakaa miongoni mwa wafuasi wa Yesu. Haleluya. Kwa wewe baada ya Mungu kukutendea jambo jioni njema leo, lisikufanye ukatoka kwenye imani yako. Vipofu ilibidi baada ya kupona kweli Yesu ashawatendea, lakini wakang'ang'ania, wakasema haiwezekani, tunakuacha wewe Bwana Yesu ambaye umetuponya. Haleluya. Wakazidi kuambatana naye, wakawa na watia watu moyo wengine, wanasema ni kweli, na sisi tulipona. Haleluya. Na sisi tuliguswa macho, na sisi tulifunguliwa. Na wewe baada ya kutendewa jambo na Bwana Yesu, usiache imani. Tukaanza kutafuta kanisani, hatukuoni, tunakupiga simu, mimi niliomba nikabarikiwa nikapata gari. Leo tutakuwepo kanisani, nimepata dharura, unajua Mungu amenibariki sasa hivi, nipo huko. Wewe afanye hayo. Lakini hawa waliambatana na Yesu, wakajua ni wapi Yesu ambapo amewatoa. Imani inatakiwa uambatane, imani inatakiwa uendelee, imani inatakiwa usonge mbele, imani inataka ukaze mwendo kama akina Paulo wanasema tumekaza mwendo. Haleluya. Imani inataka usilegee. Hawa watu ikabidi wakasema hamna vya kurudi nyumbani hapa. Ni kweli familia tunazo, wazazi tunao, lakini wakoza kutusaidia, ndugu tunao, jamii tunayo, lakini wakasema tunaacha vyote, tunafuatana na Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wewe achana mambo mengine yote, fuatana na Bwana Yesu aliyekutendea na kufanyia. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimezipenda habari hizi, sijajua kama umezipenda pia. Yesu akahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Amen. Bwana asifiwe. Na wewe mfuate Bwana Yesu. Mungu asikutendee ukamsahau. Mungu asikuponye ukamsahau. Mungu asijibu hitaji lako ukasahau, ukaanza kusema ni nguvu zangu, ni kwa uwezo wangu, ni kwa maombi yangu, ni kwa juhudi zangu. No.
Hawa watu walikuwa simati, wakaendelea kumfuata Bwana Yesu. Haleluya. Japozotori mazafaya. Jioni leo tunaamini. Raba za payama. Kwamba kuna mambo yanatokea. Kwamba